Changamoto ya kusahau ama changamoto ya kupoteza kumbukumbu ni shida ambazo watu wengi wanakutana nazo, lakini kuna baadhi ya watu hawajui nini waweze kufanya kuweza kuondoa hiyo shida ya kupoteza kumbukumbu ama tatizo la kusahau. Na tatizo la kusahau mara nyingi watu wengi wanaichukulia kama dharau, kwa sababu ukiwa na tatizo la kusahau mtu anakuambia kesho tuonane saa 2, afu wewe hiyo saa 2 usionekane, mtu anachukulia kwamba umedharau. Au unampa ahadi mtu akupigia simu, afu hiyo simu usimpigie, mtu anachukulia kama umedharau. Kwa hiyo tatizo la kusahau au kupoteza kumbukumbu, maana yake nyuma yake watu wanachukulia kwamba wewe ni mtu mwenye dharau na uzingatii kile ambacho mnakubaliana. Sasa nini nataka nikizungumze, kwamba tuna mimea tiba ambayo tukiitumia tunaweza tukaondoa hiyo shida ya tatizo la kusahau. Na tatizo hili linaweza likawapata hata watoto wadogo. Mtoto mdogo anaweza kawa umempeleka shule anasoma, lakini akirudi nyumbani alichokisoma chote kinakuwa hakikumbuki. Kwa hiyo hili ni tatizo kubwa, inawezekana likakupata ukiwa mtu mzima, ama unaweza kawa liko kwenye maisha yako yote. Sasa ni changamoto ambazo watu wanakutana nazo, ni kwa sababu tu ni tatizo ambalo sio la kulala kitandani, mtu anaweza akalichukulia poa, lakini tatizo moja ni baya na inaweza ikakupelekea upate hasara. Kwa sababu gani? Nimekutana na mtu mmoja anakuambia yeye alisahau simu nyumbani kwake, akaamua kusa kurudi kufuata simu. Amefika nyumbani amesahau kwamba amefuata kitu gani. Kwa hiyo alilazimika sasa kuzunguka kwa muda mrefu pale nyumbani kwake, hajui nini kilichomleta, yaani manake keshasahau. Na ilichukua ndani ya saa moja mpaka masaa mawili akaamua kuondoka. Sasa baada ya kufika mbele, anahitaji sasa kuwasiliana na mtu, ndio anakumbuka kwamba kumbe simu alisahau nyumbani na alisahau alichokuwa amekifuata. Kwa hiyo alilazimika sasa kurudi tena nyumbani na kuja kufuata tena hiyo simu, na hatima yake na bahati mbaya sasa alichokifanya inachekesha kidogo. Yaani alichokifanya manake alikuwa amevaa shati na singlet. Alilazimika kuvua singlet yake akaifunga mkononi na arudi nyumbani. Maana kufika nyumbani sasa akumbuke kwamba hii singlet nimeivua kwa sababu ya simu. Kwa hiyo ufika nyumbani ndio akakumbuka kwamba nimeivua singlet kwa sababu ya simu, nimesahau nyumbani. Kwa hiyo kusahau muda mwingine inaweza kama uandawazimu. Yaani tatizo kusahau unaweza ukaonekana kama uandawazimu, au unaweza kuonekana kama vile mtu mwenye dharau, au unaweza kana mtu ambaye hauko kwenye umakini kile mnachokiongea. Sasa hebu chukua lozi tunda. Lozi tunda nadhani mnaifahamu. Mara nyingi wengine wanaweza kaweka kwenye pilau, au unaweza kwenye wali mweupe, au unaweza ukawa unatumia tu ukawa unakula. Kwa hiyo ukifika utaambia nahitaji lozi tunda. Lakini ya pili unatakiwa upate zabibu zile nyeusi. Zabibu nyeusi. Kwa hiyo ukipata na zabibu nyeusi inakuwa ni vizuri sana. Ya tatu inabidi upate sukari ya mawe. Ya nne inabidi upate maziwa fresh. Kwa hiyo hapa unafanyaje? Hayo maziwa fresh lita moja, unachukua lozi tunda, unachukua sukari ya mawe, unachukua zabibu ile nyeusi pamoja na maziwa fresh, unachemsha pamoja. Sasa unaweza ukablend ama, lakini unatakiwa uchemshe pamoja. Kwa hiyo ukichemsha baada ya kuiva vizuri, utakuwa unakunywa hayo maziwa ambayo yamechanganywa na hivyo vitu vyote. Inasaidia sana. Utatumia huu kwa muda wa mwezi mzima. Huu mchanganyiko utatumia kwa muda wa mwezi mzima na utaona mabadiliko makubwa. Kwa hiyo hata watoto wadogo unaweza ukawa wanatumia, au wale ambao wanaosoma watatumia. Atumie glasi moja au kikombe kimoja cha chai mara moja kwa siku, au hata kama anatumia mara 2 kwa siku, na itasaidia sana. Hata wale ambao waliopatwa na tatizo la pressure, waliopatwa na tatizo la stroke, ambaye baadaye wamepoteza kumbukumbu, mpatie hiyo, inasaidia sana. Au tumia hiyo mara kwa mara, inasaidia sana kuweza kurudisha kumbukumbu. Ni tiba moja mzuri sana. Watu wengi ambao tumewapatia ama wametumia wamepata mabadiliko makubwa. Kwa na wewe pia tunakusii, tunajaribu kukushauri, hebu tumia uone mabadiliko makubwa. Kwa hiyo nikukumbushe, mimi katika tiba ni mtaalamu Mandai. Bahati nzuri kwamba sisi tunapatikana siku zote maeneo ya Ukonga, Mongolia Ndege, ndiko ofisi ilipo. Kwa hiyo wewe kama una changamoto kama hiyo, tumia hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tunakukaribisha njoo tukufanyie huduma, na kama uko mbali tuko tayari kuweza kukutumia mahala popote pale ulipo. Na kama unahitaji namba zetu za simu, namba zangu ni 0745 900 600. 0745 900 600, au kwa wale ambao wako nje anza na alama kujumlisha 255 745 900 600. Mimi katika tiba ni mtaalamu Mandai. Nikutakia siku njema, lakini pia nikutakia afya njema.